Kiukweli kila mmoja wetu katika sisi tulokwenda kule kwenye msiba alikuwa anarudi nyuma, hataki kuingia. Tukasema yasije yakatokea yaliyotokea kule, hapa tena yakatokea mengine, tukarudi nyuma. Kila mtu nenda tu wewe, nenda wewe. Sasa nashangaa kula zimeniangukia bwana huyu, kwa sababu alikuwa kiongozi wetu, na hapa awe kiongozi pia wa kuingia kwenye kaburi, na wao wengine yeye ndo awateue 5 wa kuingia kwenye kaburi, na yeye awe wa 6. Basi pale mimi nikaanza tena kusema hapa tena hamna jinsi. Alafu vipi ukatae? Utaonekana wewe vipi, binadamu wa design gani? Itahusu niingie kwenye kaburi, na nikawateua pale watu wa 5 na mimi wa 6, tukaingia kwenye kaburi. Kuingia kwenye kaburi, tukapokea mwili vizuri, tukazika vizuri. Tunatoka nje ya kaburi kwa ajili ya watu wa hifadhi zaidi kumwaga mchanga. Tunatoka nje, tunakuta pikipiki ile bodaboda ya rafiki yetu tuliyemzika, yule tuliyompeleka Amani Tanga, anasema amekuja pale mbio na amesimamishwa pale. Kwa nini mnazika mimi bila kuniambia? Huu ndio binadamu gani huo? Lakini sikilizeni kitu kimoja, mimi ndiye niliyesababisha, lakini sio nimesababisha mimi. Aliyesababisha ni mzee wangu kwa maslahi yake. Hivi mimi mnavyoniona hivi ndiyo hivi, na nasikitika lisije likawatokea kubwa zaidi na mimi. Yaani kama mtu anakufa au anapata shida ni bora muache, kwa sababu kila mtu endelea kumgusa. Ndio yaani ule mzunguko unaendelea. Lakini vyote kwa vyote, kwa nini mnamezika bila kuniambia? Sasa sisi tunashangaa, tutakwambiaje? Tunashangaa yani. Sasa tunavyosema hayo maajabu yametokea tukiwa makaburini. Pikipiki imekuja makaburini, kitu ambacho kimenishangaza. Makaburi yamejaa hivi, njia hamna, lakini yeye kapita pale. Kidogo tukawa tuna nani pale, lakini tayari watu wanaendelea na taratibu za kufukia.